kukoje sehemu hiyo, hasa baada ya utawala mpya kuingia katika kaunti ya Wajir? Hivi sasa tunawasiliana naye mwanahabari Faisal Abdurrahman atuarifu na mengi zaidi. Faisal, tunakupata vema kabisa, hali ikoje katika sehemu ambayo unayowakilisha? Shukran sana mwenzangu Manzu. Tunakujia moja kwa moja katika kaunti ya Wajir ambapo siku chache tu iliyopita ama hapo juzi gavana mpya au utawala mpya wakiongozwa na Balozi Mohamed Abdi Mahmoud amekula kiapo. Kukujulisha tu Manzu, Balozi ametoka katika chama cha Jubilee. Iwapo kaunti hii kwa miaka za nyuma imeegemea katika upande wa upinzani, hivi sasa nitaongea tu na baadhi ya wenyeji ambapo wanatarajia mengi kutokana na serikali hii mpya au uongozi hii mpya. Niko na mwenzangu Osman Mumin ambapo atatueleza tu matarajio yake baada ya uongozi mpya kuchaguliwa. Unaweza tuambia tu unatarajia nini uongozi mpya ulipotoka usukani hapo jana? Asante sana mwenzangu. Mimi nitaongea na lugha ya Kizungu na nadhani utanikubalia. Jambo la kwanza ningependa kushukuru ama kumpongeza Ambassador Mohamed Abdi Mahmoud ya kwamba wananchi wa Kenya Wajir walichagua yeye na alipatiwa hiyo uongozi. So I like first of all to congratulate His Excellency Ambassador Mohamed Mahmoud for his re-election. The people of Wajir have decided and he has been given the mantle of leadership. So one, we'll expect a lot from him in terms of development. For example, we like the road network in Wajir to be extended. His predecessor has set the pace. We want this tarmac to extend to 10 kilometer radius. One. Number two, we like him to increase the number of teachers in the county so as to mitigate the shortfall of teachers in Wajir County. Number three, in terms of election of CECs, we want people who are professional and he should actually elect his people based on merit, but not based on clan or ethnicity. Number three, I would like also to condemn the incumbent, the current county service board. There are a lot of ghost workers who are in the payroll. So the first task is he should clean up the payroll by removing all the ghost workers and actually appoint professionals who can steer this county to a greater height. The people of Wajir have a lot of high hopes in him. And in fact, the record set by his predecessor, Ahmed Abdullah, is very clear. So we want him to surpass his record and set this county to a higher pace. Thank you. Kuuliza tu upande huu wa kaskazini mwa nchi hasa Wajir ulikuwa umeegea upinzani zaidi. Sasa wamejiunga na serikali. Una matarajio gani kutoka serikali kuu? Kwa vile sasa tumeegemea upande wa serikali, tunataka serikali kuu invest katika Wajir County. Mfano upande wa maji, shida tuko nayo ni maji kwanza. Wajir kuna ukosefu wa maji. We want the government to invest a lot in water projects. Number two, the backbone of this county is livestock. And now we have got drought which is very, very severe and is biting. We want the government to come with an alternative way of trying to assist the people of Northeastern in terms of livestock, for example, we want the animals, the current animals to be bought and in turn, cash, the government to be given cash. So, number two, in terms of youth and women, I think 50% of this county is made up of women and youth. So we want youth enterprise fund to be established in Wajir County. We want women enterprise fund to be in the Wajir County so as to alleviate the suffering that now we are facing. Also, we expect the county fund, the word fund I mean, to be implemented immediately because I think in the current, in the previous regime, most of the county fund were actually based at the county level. So we expect the ward fund to be implemented so that this development can reach the grassroots level. Mwisho tu kukuuliza, kuna hisia tofauti kutoka wafanyakazi wa county kuwa kuna baadhi ya wafanyakazi ambao watatolewa kazi. Maoni yako kuhusu hiyo maneno? Nafikiri kwa maoni yangu sio mzuri wafanyakazi walioko watolewe, lakini ningependa kwanza hawa wafanyakazi waangaliwe na yule ambaye ako na hiyo tajriba ama ako na hiyo barua awe retained.
But for sure, the past government, county government, has not based the recruitment of county people on meritocracy or on merit. So we expect the current government to revisit the current workers, and any person who is not qualified, I think, will be removed. Shukran sana Manzu. Hiyo tu ni baadhi ya hisia ya wakazi. Niko na watu wengi ambao pia wanataka kutoa hisia yao tofauti, lakini sasa macho yote yapo kwa serikali mpya ya uongozi chini ya uongozi wake Balozi Mohamed Abdi Mahmoud na Ali Mukhtar ambaye ni naibu wake. Kukujuza tu Manzu au kukupa tu historia kidogo kuhusiana na viongozi ambao wamechaguliwa kutoka eneo bunge tofauti. Wengi wao ni viongozi wapya kwa siasa. Wale waliokuwa wametangulia wameshindwa kwa uchaguzi wa tarehe 8 mwezi wa 8. Iwapo tu kuna bunge moja ambaye ametetea kiti chake na kuirudi, ni bunge kutoka eneo bunge la Eldas, Adan Keinan, ambaye sasa inakuwa ni miaka yake 20 kuongoza eneo hilo.